mwancho murigereria no moroberi Oboremi nobonda ekerango gotaria na goikia imeriro bali Gusii twatara twemanya mange na wesemia mange ekerato gotara abaremi ao aso mwancho murigereria eyene ntunde ya kana kigima ekerato kwanera igoro y'Oboremi bwekawa anana mono ekawa nigo nabatebetie gose nigo nabasemetie gwetera ase Coffee Union eyere imeyo muchobosongo ekana batariti bakabageria buna egochaka kurugaria senasari yagenda baka twenda mugondo yasime kwaro kurogo simeka yatorwa yagenda society nasari tukolera ase ntunde yakane nago ikirigo ikaiga ase bakonyarko bakoyesia yachikonyarko bayegose yarusigwa masabali yagenda isiko yaenda kuonigwa ne yende yanyarko baboigo gosiegwa abaremi mwanyako bamukojegorana koyetumeka cyase kinyomba cyino nandi mwegubuna egwansa igasoma nchumurira nabuna batambe ngo batebya nga Oboremi nobonda obobonda karango batebi boigo ekawa nekibesa nekawa ne gold eba gotanga is black gold igasoma ncho murira litukolera nta twisaransoike elinango semiengo ire ase process bene onyako bako kumanyanki yakorekana gaiga ase ogosieka unurugere timaga yane gabu igotore ase Gusii Coffee Mills stone number 1 abuno toko chakira e process bene tume kwenda baka galia omwani tetumbwati oisaransoike kore tutaragenda kurambwati ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News na bana utumira SMS wetera senambe yo era screen yao gabu tabasiko utobwati ase website yetu na www.ndizitv.net isaranso kende tosemina kwemanya mange mbwatie habari karibu sana hapa sasa ndio Gusii Coffee Union hapa ni Gusii Coffee Union tuko na hapa Gusii Coffee Mill kwa majina naitwa Pascal Wala mimi ndio production manager mimi ndio nasimamia maneno ya kusiaga kawa hapa so hapa tuko kwa store 1 wakati kawa inakuja hapa ndio tu receiving point kwa hiyo yote kitoka kwa society tuna receive hapa inakuwa weighed alafu tunapeana weighing sheet mkulima anarudi na weighing sheet yake na sisi pia tunabaki na yetu hapa so wakati wote hii Gusii Coffee Mill ilianza 2011 September 2011 ndio tulianza hizo hapa na lengo yake hasa ilikuwa ya kusaidia wakulima wa region ya Kisii Gusii ndio wapate nafasi mzuri ya kusiaga kawa yao karibu na waone vile kawa yao inashagwa na ndio sababu iliwekwa hapa. Kwa hivyo umesema ile inatoka pale kwa society ni society zote ambazo ziko Kisii County. Tunatarajia society zote zilete kawa zao hapa lakini kwa sababu kawa business liberalized society wengine wanapeleka pale pengine wengine waleti hapa lakini matarajio yetu tuone watu wote wakulima wote wa Kisii societies wote walete kawa hapa Sasa hii kawa ikitoka society gari inakuja mpaka hapa kawa tuna receive ile kawa imekauka kwa sababu sisi hapa ni secondary processing which means kazi yetu ni kumil kawa na kumarket ile kawa imetoka kwa societies kwa hivyo ikikuja hapa ndio first stage ambayo inafikia Umesema kawa ambayo imekauka kumaanisha ni ile kawa ambayo imetolewa yale maganda ya nje makawa imekuwa processed kwa society iko factories ambazo zinafanya primary processing ambayo ni kutoa maganda yake ya juu inaoswa inagradiwa alafu inakauswa so inakuja hapa kama imefanywa grading kutoka society na inakauswa inakuwa moja ile inatakana hiyo ndio tuna receive. Tungependa utupeleke kwa vile ambavyo mnafanya hapa ndani tukianza hapa au tupeleke pale ambayo mna weigh alafu tukiendelea na tutaanza na pale kawa ikikuja tunaanza na weighing scale mweka hiyo hapa ndio weighing scale hapa ndio weighing scale ile tunatumia mara nyingi unakuta kwa society zingine kwa mila zingine unakuta kama wako na weigh bridge na sisi hatujaweka weigh bridge na hii bado ina serve kama weigh bridge tunapima kama hapa kama itoka kwa society inapimwa hapa na tunaangalia ni kilo ngapi mkulima ameleta hiyo kawa yake na kila grade tunapima kulingana vile iko tuko na grade P1 tuko na P2 tuko na P3 P-light na mbuni so hizo kawa zinapima tofauti kulingana vile zimekuja so hapa ndio weighing scale tunatumia kama hii tunaona ni estate fulani inaitwa ni estate Omosik estate tukipima hiyo gunia 3 yake inaleta ile total kg ya hiyo kawa 166 so hiyo kg tuko na weighing clerk receiving clerk ambayo yako hapa ambayo ana record hizo vitu na hii mashine yetu imekuwa integrated ina system tuko na system inaonyesha ikipimwa hapo inaingia kwa system direct so tuko na weighing clerk ambayo yako hapa atatuonyesha ile vitu anafanya hapa ndani ikisapimwa alafu atuambie stage ile anatumia weighing sheet inafuka namna gani na anapima namna gani anapea mkulima nini Sasa hapa ndio kwa clerk anaweza jiintroduce aseme yeye ni nani
Clark sasa. Poa. Nataka utuambie wewe ni nani na vile vile utuambie ile kazi ambayo inafanyika hapa wakati ambapo mkulima amepima, kwa sababu nimesikia kwamba kahawa ikija hapa lazima ipimwe pale. Yeah. Ndio sasa wewe ina record direct to the machine. Kindly ningependa utuambie yale ambayo yanafanyika hapa, na kama wewe unaweza zungumza kwa lugha ya Kikisii unaweza tueleza. Sawa, samari tanguru kubabra kero. Kere kahawa ya chire kurwa sasa ya gari yake ni nirega iga. Iya ndege tangani kero muri mebando kole te kahawa ngole kungona chare permit. Ande ngotwarale hizo permits na kana. Ngotwarale awenda gutwara ndege kwa kwa permit kwa county. Ige ne permit ya county kwa kinga ngotari ale ngote tari kahawa ya baka. Na rotre di ala te kahawa gucha na ne namanyika ine no muri. Ekere ala tire abwate gintu tokoroke igro wa delivery. Ekere kahawa ikorwe society. Ngori kabale chi ngawa kibale tabuno umwaba mo twate P1 P2 bakembu. No bakolikaga. Unabono mufano arenge yakamabali. Ekere bamagetie minute bale te kahawa rembo. Kare kirega iga twaye beka sera tribuna mwarara chuo ni bona tiate isato bono to go chase getago itete ko ewing sheet ego twara masakara ya ratatu arega twali ke permit number ego muri ale tere kawa ne delivery area ya a deliver twalika ne chitariki ne society ne code yae ne type ye kawa to gopima bona bononya ne mbuni twalika ndo wate expected na akicho singe nchombo le mena bakolete kawa ku society ama ile chuguni chale nga 50 chipimelinde chive 48 gosichive 52 twalika ne namba ye gari ria letere kawa in case of anything twama na kubwate kawa yengo ya tole gento ke kuruku out and number elinga era be traced andonsi in case of anything eutane to kuru kulingana ne week unabona tole week 24 ekawe chobone gentangani to ya 24 3 asinge ntwali sivetivere igor akara twali kire twakore twara coordinate chikiro umuremio kubekere sei kwa mona tiralisa kareli gakoira eri to kubeke file for future reference eri gotigare geta in case of anything nimbate libori akigo mwate banga ekawe gochaka iganeri rwete society kene process ri kainde society akara kuru society bono murimi yanga yago chacho kubeke sign gosene society yakobeka on behalf omurimi akarago baba tari murimi okolete kawa mbagwata bateneria abanyakomi bakolete kawa ori orete kawa muna bono torochie akobeke segi aeganga na activities rekene kawa yane na baya bachikiro chingana iga igori okoyereta ori authorize kurwa society na rokobeke sei on behalf of abalimi bande asenge njona buna bamwe tobete na kyara ke bamachora bamwanga tokobe anda kenjura tebenki agega se desk yawo njura to tebinga obuye bwe mborobore gaiga akera bantu bagupime kawe ye obuye borororo na oikatoka chechi record each ando nabato ikatwa bagakali lisiteri basiri bono go future reference to kuba bagachira to chito ayemanyo okotoko kora 3 kugacha record mara gatatu ekara na abayo weni shitiye na bara ndo misplace ye ya monto bwate file ya kere society tuwaye gacha na ando nabato ko mokai ta ngera yo ko receiving tuwali kamanywa despite tuwabe kane system ndire ko ko jora bagaka batagete ngago chakara maybe mutinyi komi bako yuko mina kabere kawa ya na le 30 ko manyanga kingana bono ga ko bara isi go trace ko beka to ko genda manyi lakini go twara tole Jones in case of anything umeji machine abachira asariki go save so we keep records for them for future references mbuye mono sana enchira kwa toereire na nchi na nkaita bali baito mwanya kwa moko igwa obasebye bobia na ni mwarore Clark egasia okora ningependa kujua kutoka kwa mwenzetu hapa hii ambayo umeleta hapa nini so wakati kahawa inapimwa hapa kila lot lazima itolewe sample. Na hii sample vile ile unaona ni sample iko na jina ya mtu analeta hiyo sample yake na ni grade gani P1. Alafu inapewa hii outer number vile Clark amemwambia iko outer number inapeana. Alafu inaandikwa crop year ni mwaka gani. Alafu na moisture content. Kwa sababu wakati inaletwa hapa lazima tupime moisture content yake. Kitabu tu receive tuone ilikawa ni mzuri. So hii inachukuliwa alafu hii sample inawekwa kwa tunapeleka kwa liquoring department yetu ya kufanya hizo analysis zake kama tuone kaule tu yakawa iko namna gani. Kwa hiyo moisture content inapimwaje? Tuko na mashine ya kupima moisture content ambayo inatumika. Mashine ya kupima hapa moisture content. For example kama hii sample hii itolewe gunia moja. That's what we do what we call random sampling. So when you take random sampling tunapima kuona moisture content kama ni ya P1. Nachukua sample kidogo.
Unaweka hapo. Unaweka hapo. Unafunika. Unafunika. Sasa lazima ifunikwe. Mpaka iflash hapa tu. So kutaka kuangalia ndio nafungua mashine. So hapa inakwambia mention. Hapa tunataka tuone ile kawa tuna test. For example hapa sasa hii yenye nimeweka ni P1. P1 is what we call a parchment. Nishakwambia parchment. You test. Yenyewe itakwambia the moisture content hii kawa kama imekauka ama haijakauka. So hii ndio machine, hizi ndio machine ambazo zinapima. Inatumika kupima kahawa moisture ya kahawa. Hizo moisture moisture analyzer. Sasa kama hapa imetuambia hii kahawa imekauka iko 9.1%. We do 3 tests and we do take the average of the 3. So kama hii ni 9.1 kumaanisha iko sawa kabisa. Iko sawa kabisa. Haina pati imekauka vizuri. Sasa ningependa utuelekeze utupeleke sehemu nyingine pale ambapo unaendelea kutuambia. Wakati kama imeweza pimwa hapa tunafanya kitu inaitwa stacking pale sasa inakuwa imepangwa. Sasa kama hizi mnaona hizi. Hizi zimepangwa tayari, zimepimwa, zimepangwa tayari. Sasa hii wakati imepangwa tunaweka tag. Yes. Inawekwa tag ya kuonyesha hiyo kahawa ni ya wapi. So hii tag inaonyesha siku ilikuja na grade gani na utani yake, namba yake yote inaonekana kwa hii. So inapangwa hapa, alafu ikisapangwa tunapanga kitu inaitwa milling program yake. So ile kitu tunafanya hapa, ile kawa imekuja kwanza ndio tunasiaga ya kwanza. Tunapeleka kwa machine first in first out. Hiyo ndio system tunatumia hapa. So hii ndio store ya kwanza tulianza naye hapa. Hii stock 1. Tulijenga store ingine ambayo ni store 2 ambayo ni modern store. So tunaweza elekea hivi tuone pia vile iko. Modern store pia hiyo kwa sababu wakati ulikuwa na hii store ilikuwa store peke yake. Na tukapata challenge wakati tulikuwa napata kahawa mingi 2017 18 kahawa ilikuja mingi. So ilitubidi tujenge store ingine ambayo tunaita store 2 modern store. In 2018 tukajenga store kubwa ambayo inaweza beba up to 50,000 bags of coffee. 50,000 bags of coffee. So na hii iko na capacity ya? Hii iko capacity ya 20,000 bags. Okay. Yeah. So this now there's new modern store. Yes. Kama unaona hiyo the store 2. Hii ni modern store ambayo inaweza beba up to 50,000 bags. Yes. Yeah. So hii modern store normally what happens there, like iko modern ni nini? Ni storage. Na vile imejengwa, unajua sasa imejengwa iko spacious. Alafu space iko sawa kubwa ya kutosa. Alafu hata chini vile unaona imewekwa tiles na space ni kubwa. Hata ukiangalia vile iko kuna kahawa. Hii ni kubwa sana. So wakati tumekuwa tuna receive kahawa, hii store ilikuwa imejaa. By December last year. Hii store yote ilikuwa hata kuna pale, lakini sasa unaona sasa tumesiaga kahawa imepungua. Ndio sababu unaona sasa spaces ziko. Sasa hapa ndio hizi gunia mnazitoa wapi? Naona hizi gunia ndio tunapack naye kahawa ile imesiagwa tayari. Hizi ni food grade bags ambayo zinakuwa recommended na standard Kenya Bureau of Standards. So this is the type of gunia tunatumia jute bags or soil bags, food grade type. So kama hizi ni zile tunatumia for package of final product. Ile yenye imekuwa final imetoka kwa machine imesiagwa, alafu inakuwa packed kwa hizo. So hizi unaona kama hizi ni zimetoka kwa farmers. Hii ni ya farmer fulani, alafu hiyo nyingine pia iko farmer fulani. So iko tofauti. So wakati tunasiaga kahawa, tunachukua pa individual farmer. Inasiagwa ikiisha ndio tunaweka nyingine. Kuna wale ambao wako na farm yao na wako na society yao ile ndogo ile. Anaweza leta direct hapa yeye mwenyewe. Yule tunakuwa na watu wawili tofauti tunafanya nao kazi. Wale wa societies alafu na individual farmers ambao tunaita estate farmers. Hao wamekubaliwa kuleta kahawa yao hapa. Yule mtu ambaye si estate farmer ambaye hajakuwa registered, we don't take coffee ambayo kwa mtu ambaye hajakuwa registered. Hivyo ni lazima mtu akue registered ndiye alete kahawa. Awe upande wa society au awe registered estate farmer. Hiyo ndio tunareceive kahawa yake. Tungependa ushikilie hapo tupumzike kidogo, kisha tutakaporudi kwa sehemu ya pili utatupeleka pale ambapo kahawa inasagwa. Asante sana. Igomo no omwancho murireani gotogende gusanga omorobori Oboremi nobonda kurwa senseme iga ya Gusii Coffee Union akaratogende korana ki eka egwika asenseme iga nande boigona ki eka iga egosiegwa. Igomo no mwendete gotegera ni gotogende gutumika omonu otalio ito kore ni gotogende gweseme kigima ngagatege swali no monu onde bwensikero moyo yokero yo moito akoigwa nande moigure muna togende gwosemania gosegotebania gabu ige kahawa yao erasma
obe as a society gose obe registered as an individual kwa me koleta gose sibuna ayo muntu aibio kwa mwenyene yamenya goika asenseme iga igoto bwati asemetandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asenseme YouTube Ndizi TV News na bwana tumira SMS wetera sena mbeyo erase screen ya ugabu tomasikoba goto bwati ase website yetu na www.ndizitv.net tatara simu tumakakego ngwera natole Wima Electricals and Electronics ni wauzaji wa bidhaa za kuunganisha stima na pia bidhaa za elektroniki zinazotumia stima kama vile televisheni, hoovers, decoders, birika za kuchemshia maji, mashine za kunyoa nywele, DVD player, bulb za aina zote, power extensions, consumer units, showers, solar panels, inverters, industrial sockets, switch boxes, cooker sockets, circuit breaker, pasi, insulator, testers, meter boxes na zingine nyingi. Kwa mengi zaidi watembelee mjini Kisii katika jumba la Gusii Plaza room namba G2 au wapigie simu kwa nambari 0715009827 au 0718607462. Wima Electricals and Electronics, the best electricals in town. Mwancho muriane ntunde ya kabere yo morobori Oboremi nobonda ekatonde to gusangara ritkoria rero no mumanyoito gose uri otenete amangana yo gosia ekawa kurwa sensemo ya Gusii Coffee Union eyere meyo mochobo songo ekarta ko ndete ko gosemia ayo muriminga ekawa ne chibesa nabo ekarta ko ta botambeninga ekawa ize ekogoro kunga black gold igo na kitoko tanga ekawa aseke merikerike yani gose aseke ntukorike kugoreka mono ensengima wetanie gold eke merige kawa na kikere namba ibere igona kiegwara batambe to kubatebia nga Oboremi na bochi besa tobote asemitando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na boyo na watu bwati ya gwetera ase website yetu na www.ndizitv.net igona asengo ko ira asensemo igani konte tengo ikikene ngorusi gaiga ase tware gote banga ngaiga no yargo korekana amangana yesto alia se koretu yagachu itengo ira asensemo ya kabere to no mumanyito ase to kukorana ki eka yego siegwa yaba packed yama yego chikoba roasted yanda chinse chesko eliyo chikonigwa igoto bwati tuandea kwa manya mange tuko na mwenzetu hapa amenyamaza kidogo kwa sababu tunatumia lugha ambayo haelewi kidogo lakini tunangependa atupeleke katika sehemu ya pili ambaye atatuonyesha kwamba ni nini inatendeka pale labda kwa kuanzia kutoka hapa nje tueleze kidogo ni yapi yanatendeka pale hapa tuko na masini yetu bila niliwaambia tulianza hapa 2011 na wakati tulianza na masini line moja ambayo ilikuwa 1.2 tons milling capacity per hour. So wakati vile tumeendelea mpaka wa leo tume increase our capacity ambayo sasa hii tuko na 2.4 milling capacity. Tuko na line mbili ambayo inasiaga kahawa. Tuko na line moja ya parchment alafu tuko na line moja ya mbuni. So wakati parchment inasiagwa mbuni pia inasiagwa. Lakini kama parchment mbuni imeisha tunasiaga line mbili tunatumia parchment zote. Kwa hivyo hapa tuko na machines ambazo ziko na stages tofauti tofauti. Tunaanza na copper bali kawa inawekwa alafu kutoka kwa hopa tutaona machine zile ziko tunafuata na machine inaitwa pre-cleaner ya kutoa zile light particles ambazo ziko kwa kahawa alafu kutoka kwa pre-cleaner itachukuliwa na iende kwa machine inaitwa destoner machine. Destoner machine kazi yake ni kutoa mawe na any metallic object iko kwa hiyo kahawa. Kwa sababu wakati kahawa inasiagwa inaanikwa kwa society zingine zinaanguka chini wanarogota na mawe na wanarogota na musmali hivi vitu kama haya vitu kama hizo. Alafu kutoka kwa hiyo destoner machine inaingia kwa machine inaitwa hulling machine. Hulling machine ndio sasa pali kahawa ina maganda ya kahawa inatolewa. Alafu tunabaki na kitu inaitwa green beans. Sasa ikibaki green beans inachungwa inatoka inapitia kwa machine inaitwa polymer machine kutoka huko tena ikiingia kwa polymer machine inaelekea kwa grading machine pale sasa grading inafanywa. So hizo system hiyo process yote tutaona tuone mpaka tunakuwa na last product ambayo tunakuwa package ambayo inaelekea ready kwenda kwa soko. Sasa tuelekeze tuone. Yeah, twende. Hizo process ambazo wewe umetaja. Yeah. Iko kelele kidogo.
So kahawa vile nilisema kahawa ikitoka upande ile unakuta hapa ndio inaitwa hopper. Hii ndio hopper machine. So hapa ndio kahawa inakatwa na inawekwa. Hapo ndio hopper kahawa inawekwa. Kahawa ikiwekwa hapo inateremuka. Hii ndio pre-cleaner machine nilikuwa nasema. So pre-cleaner machine kazi yake ni kutoa hizi light particles. Unaona vitu kama hizi. Hiyo chafu. Alafu unakuta kamba imekatwa inazuka, hizo vitu zinatolewa. So kahawa ile imetolewa hizo chafu yote inateremuka. Kwa hiyo hopper. Hii tunaita pre-cleaner machine ya kutoa hiyo kitu. Alafu inaenda kwa hopper. Hiyo hopper iko na bucket elevator ndani, bucket. So ikikuja hapa inabebwa na vikombe viko ndani. Inamwaga kwa ile machine inaitwa desoda machine. So hii ndio desoda machine hii. Hapa kazi yake ni kutoa mawe na musmali. Musmali tuko na magnetic field hapa. Hapa inatoa musmali. Alafu hapa inatoa mawe. Bila nilikwambia kahawa inakuja kama iko na mawe. Hapa tu ni ina separate mawe. Alafu kitu yote inaitwa musmali inasikwa na hapa. Musmali waya inasikwa na hapa. Alafu sasa kahawa inaenda kwa machine peke yake. Kwa sababu hizi mawe zikiingia kwa meno ya machine inaribu. So lazima itolewe na hii machine kwanza. Alafu naenda. So ikitoka kwa desoda machine inachukuliwa na hivi kombe. Inapelekwa kwa hulling machine. Sasa hapa ndio maganda inatolewa. Maganda ikitolewa inakuwa blown outside, kuna husk chamber. Pale maganda hiyo inaenda. Alafu tunabaki na green coffee beans. Kama hii sasa imetolewa maganda. Imetoka ile nyingine. Hiyo imetolewa maganda, sasa imebaki hiyo. Sasa hii ile imetolewa ile maganda ya kwanza. Sasa hii maganda imetolewa. Sasa inabaki hii. Sasa hiyo ndio iko hapa. So hapa tunaita reverser. Hii unakuta iko na ile inatolewa yote. So inarudi tena inatolewa. Inarudi tena inatolewa. Hii machine imetengenezwa in a way that inajua tu ile itakuwa inairudisha peke yake ama ni mtu ana regulate pale. Mtu ana regulate kwa sababu tunakuwa na operators. Wanaangalia vile machine inafanya kazi, alafu ana adjust, anateremsha kulingana vile anaona ina behave. Tuko na operator. So ikitoka kwa hulling machine inaenda kwa hiyo system, inaenda kwa machine inaenda polisher machine. Polisher machine kazi yake ni kupolish, kusafisha. Tunakuwa na silver skin inabaki kwa hizo kahawa. Tuseme kama kwa hii tunakuwa na hizi silver skin. Inatolewa na polisher. Alafu inabaki inasafisha, inatoka sawa. Kutoka kwa polisher machine inaenda kwa grading. So hii ndio grading machine. Na hapa ndio tunapata grades zote za kahawa. Mostly tunakuwa na 7 grades za kahawa. Kwa hivyo ukiangalia hapa tuko na grade E na tuko na grade AA, tuko na B, tuko na PB, tuko na grade C na grade T. Hii zote zinatolewa hapa. Na hii machine na grade peke yake. Na grading ya kahawa inafanywa kulingana na size of the beans. Kulingana na size ya hiyo mbegu. Hiyo mbegu. Kama ni kadogo inaenda kwa grade yake tofauti. Sasa tukiangalia kwa mfano, kama tukichukua hii grade C na tuchukue grade B, unakuta size iko tofauti. Hapa ni kadogo hii ni kubwa. So ina grade kulingana na size ya bean. So ikitoka hapa kwa sababu kahawa ina gradewa na size, ndani iko ile nyepesi. Tunapitiza kwa hiyo hopper. Kama ni grade AB inachukuliwa inapitizwa kwa hii hopper. So hii hopper inapelekwa kwa machine inaitwa gravity separator machine. Hiyo machine ina regrade again, ina improve the quality by remove kutoa ile nyepesi kwa ile mzito. Ina separate nyepesi na mzito. Naweza angalia. Sasa ndio hii. So hapa ndio gravity separator machine. Inatoa ile nyepesi, alafu tunabaki na ile mzito. Baada ya ukiangalia hii, tunaona hizi ziko nyepesi. Hii inatolewa. Alafu tunabaki na ile kama mzito. Hii pia inakuwa na grade yake, inaitwa grade double T. Inapewa grade inaitwa double T na pia inauzwa. Zote zinauzwa? Hakuna grade ya kahawa haiuzwi. Na kila grade iko na bei yake wakati inauzwa. Nidhani iko na bei iko juu. Kwa grade
Grade A ndio the first grade. Ni mzito. Wakati inafanywa grading pale. So grading inafanywa vile inafanya pale, vile tunatoa grade tunakuwa na grade A, tuko grade A, B, C, P, B, inalingana bei kulingana vile zinakuwa hivyo. A is the best. So ikitolewa hapa tunapeleka kwa weighing scale. Hapa ndo wanapima sasa. Hapa ndio wanapima kahawa sasa. Hii kahawa sasa vile imetolewa inaletwa kutoka huku inapimwa hapa. Na hapa tunafika kupima 60 kg. 60 kg pamoja na gunia ni 61 kg. Hiyo ni standard packaging ya Kenya. Pita unatoa. Mpaka ifike 61 kg. 60 ndio hiyo kahawa inabeba. 1 ya gunia. 1 ya gunia. So at the same time wakati wanapima hapa wanachukua kitu inaitwa sample. Kwa kila gunia. Hakuna magnet. Sample hii sample wazai wanasema AB. So hii sample yake ni hii imeandikwa AB na ni ya wapi? So hii sample inatolewa ni 250 grams. Hii inatolewa inaenda kuwekwa kwa lab yetu. Hii wakati unafanya analysis kwa lab hii ndio inatumika. Alafu hii inakuwa retained up to the whole year ya kahawa mwaka mpaka mwaka hize. So kahawa ikienda kwa soko kama iko na makosa yote imepatikana huko kahawa kama iko kitu imetokea huko we can trace it back. Fanye analysis kama kweli. Tuangalie kama iko na hiyo vile walisema upande ile. So hapa mmeweight kuna pali inakuwa soft. So wakati imekuwa weighed inasona kama hii sasa. Tunaweka hizi labels. So unaona hii label ya kuonyesha ni grade AB. Outer number ni hii. Alafu tuko na crop here inaonyesha. So hii wakati inasonwa kwa hii magunia. Inasonwa kwa gunia yenyewe. Inasonwa kwa gunia hivi. Inakuwa na hizo magunia. So hiyo ndio inaenda huko. So za hapa ukiangalia hii cereal sasa kuna jina ya mtu. Hata jina ya society. Hii cereal ndio yake sasa. So ikizaa sonwa hapa tunapeleka pale na pangwa store ambayo ya clean coffee. Tunakuwa na clean coffee store ambayo sasa inangojea kupelekwa Nairobi. So kawa wakati inauzwa kwa soko kwa auction inauzwa kama iko kwa hii stage. So kumaanisha ikimaliza the whole process inashonwa unaiweka kutoka hapa ndio sasa itaenda soko. Ndio inaenda kwa soko Nairobi kwa auction Nairobi. Ni nyinyi wenyewe mnaipeleka Nairobi ama kuna wale ambao wanaikujia? Sisi wenyewe ndio tunapeleka. Kuna stopa nayo pale tunapeleka. Kwa sababu sheria ya kahawa inasemekana kahawa yote inauzwa kwa Nairobi auction lazima iwe within the CBD. Ya pale auction inafanywa. So kuna stopa pale tunapeleka kahawa yetu hapa. Sasa tungependa tuende tuone store tuone vile ambavyo inaonekana. Hapa ndio store ya clean coffee. Hii tunaita clean coffee store. Kahawa ile iko tayari kwenda kwa soko. So wakati imepimwa imesonwa tunapanga vile unaona tumezipanga hizi. Zimeweka kwa pallet. Lazima tuweke kwa pallet, hiyo ni requirement. So hizi kahawa zote vile ulikuwa unaona kama hii ni grade UG1 ni ya bulk iko na serial number. Hizo zote ziko hivyo. So hii kahawa iko hapa ndani ni kahawa ile iko tayari kwenda kwa soko. Labda ningependa kujua labda mna changamoto za panya labda kuja kutoboa hii nini hizi magunia na kula ama hiyo haipendi? Hiyo iko. Panya inapenda kahawa sana. Na zinatuzumbua hapa lakini tunatumia ile dawa ya kuzimaliza. So hakuna uradifu sana inafanya. Labda ningependa uambie watazamaji wetu umuhimu wa kuleta kahawa yako hapa ikienda kule nje kwa mauzo. Hapa kuleta kahawa hapa inakuwa ya uzuri yake. Kwanza hapa ni karibu na farmers. Na hii kiwanda ni farmers organization kiwanda ya farmers. Ni waliweka hii kiwanda hapa. So muhimu yake ni hapa ni accessible, ni karibu sana. Maneno ya security hapa ni mzuri. Hakuna shida yote ya security. Tangu tuweke hapa tujakuwa na incident ya insecurity. Alafu kitu ya pili, unajua sasa hii tunashughulika na maneno ya employment. Unemployment iko mingi, vijana wanataka kazi. Na kama kazi inafanyika hapa watu wakulima wakileta kahawa yao hapa, tunapata vijana watapata kazi hapa kufanya. Kama sasa hivi vile mnaona kuna vijana wanafanya kazi hapa. Hao ni vijana kutoka kwa wakulima wetu. Kama sio ndugu yako ni mtoto ya brother yako ni relative yako fulani. Kwa hiyo ina create employment opportunity ya watu wetu hapa. Na kitu kingine ambayo ningependa kujua hii kahawa ikitoka pale kuna zile grades.
mnazipanga kulingana na grades ama mnachanganya tu kwa sababu iko na hii tag? Tunapanga kulingana na grades. Kwa sababu saa hizi hata ukiangalia hizi kahawa, unaangalia hii grade ni grade C. Ukiangalia hapa ni C. Hiyo ni C, hiyo ni grade C. Hii ni ukiangalia ni UG1. Kwa hivyo tunapanga kulingana na grade vile imetolewa huko kwa machine. Yes. Labda jambo moja ungependa kuongea na watazamaji ama pale ambapo ungeenda kutuambia kabla tuende kwa sehemu ya tatu pale nje? Ile kitu ningependa niambie wakulima wetu wa hapa. Kahawa ni biashara, tufanye kahawa kama biashara. Ile kitu inaleta bei inakuwa mzuri ni quality ya kahawa. Bila kuweka quality mzuri hatuwezi pata kahawa kwa soko, bei mzuri kwa soko. Na ndio sababu tunajaribu ku encourage farmers. Tukilima kahawa tulime kama biashara tunafanya. Tusilime tu kwa zeki ya kulima ati wazazi wetu walikuwa wanalima. Tufanye kama biashara na hiyo itatuletea pesa. Quality mzuri ndio inaleta bei mzuri ya kahawa. Hiyo ndio ningependa niwaambie. Sawa, asante. Na tungependa kwenda kwenye mapumziko kidogo. Tukirudi tunaenda katika sehemu ya tatu ambayo utaendelea kutuelekeza mengi. Asante. Kwa hivyo aso mwancho murigeria igoboro nigo togeneta gusanga omorobori bobori minobonda kurwa senseme ya Gusii Coffee Union nigo mwaro debuna ekawa ego siegu nige bwate process ya se machine gali eye kogera kwanyora chigrade chiko iguchire isano na 7 chire chigrade 7 na igobona kwa igule chance nigo chikonyora kana gwetera ase machine yo akare ya kore processing ya sire ya rusiria maganda ya bibeka korenga ne biredi ebyo igoto bwate ase mitandao yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News tobwate gwetera ase website yetu na www.ndizitv.net na bado tusikaba kutumira SMS gwetera se namba yo era se screen ya ugabu igone utokande kusanga morobori bobori minobonda totora somo mukakigo ngwera na tole Amariogo yemeteni gabeireri chibwase amarwaire au nonya na yasinyire ase chinyagitari Super Medical Center egotoka somo chiobosongo nigotokwegookeria kurwa bowenia wetrasa marioga yo kurwa se chinse chesko ngurwaria tora amarwaire buna ulcers, cancer, asthma na yanda mange ayo koringori wa nech machine chaito ngoro cross mora daktari kwa company ya Super Medical Center egotoka somo chiobosongo igangurwa tora amarwaire amange ande karagwa ajine ntogwate chi machine chigo kumureka chiaro rangi kerobobe chigo kumureka omubere omugima gwansera omotu mpaka inse na ichigo toteingi kerebo bya marwaire tiobwate twamanya kwa mariogo ana abandi machine yengo murekere yarora mechando kiabwate twaba mariogo itongo ikale mbali neba no mochiokeroka neba ngiri bolisi amariogo itona bakogoikera neba Mombasa onya koro ekara wakire simi na bukurwari ikaso mochiobosongo ase stage echigari otwakire simi ase chinamba chiko bwatia 0737746368 gose 0712526764 abantu abange baeteire gana inde bagwenire igo tutwara bwoba bunde bwese akara bwachire ese kwaranyura mariogo munaria nyagitari kwangire koigubiya morwaire munaria ale chronic nkonyarwari tole Oboremi nobonda na boigo Oboremi nesiro asogotira uchumi ya Kenya amona rogongo rwa Gusii igo bono egarto kwa na imeyo rogongo rwa Gusii nigo to kwa na igore ya kemerige kawa asitore ase seme ya Gusii Union aiga ase abaremi bakoreta ekawa yabo enderia nyara kobage koro isiwa gose nyara kobage gosiegwa gose yaba process nyara kobe ebiredi biribigo chikoniwa aria ase seme ya isiko igo to bwate ase metando yetu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase seme ya YouTube Ndizi TV News na bogo tumira SMS gotera se namba yo era se screen ya ugabu hendo tyako batoko sanga asobwa mona gaiga nigo to kwemanyina ne twamanyanga ekaweri ya wasimegete okarusia nasari okaenda okayesimeka mugondo yabeire kwa rusirio kwa ire society ya chirega inge okorekana igonta tenko ire torenga ekero bako grade na kibako grade gaiga na oto kumanyanga kibo manyita ako tebi tungependa uendelee kutuambia yale ambayo yanafanyika tumeona hapa ndani vile ambavyo mnapanga hizi grades kulingana na vile ambavyo zinasagwa pale ama kulingana na vile ambavyo mashine inazitengeneza sasa tungependa kutoka hapa ni nini kile ambacho kinafanyika so kutoka hapa wakati tumefanya hiyo kawa yote tumesiaga kwa machine tunaenda pale inaitwa liquoring room pale kawa inakuwa inatestiwa tuangalie quality yake iko namna gani hiyo tunaita capping area pale kawa inakapiwa kwa
Kwa sababu bei ya kahawa pia inaletwa na cupping, taste ya kahawa kwa ile iko kwa kombe. Hiyo ndio inakuwa mzuri. Na vile ambavyo tulitoka kwa watazamaji wetu ni mliona tuliingilia kwa mlango mwingine na tumetoka kwa mlango mwingine. Tungependa kujua hii sasa itatoka hapa vipi? So hii wakati kama tunafanya loading tunakuwa na gari hapa inakuja hapa. Hii ndio tunaita loading bay. Hii ni finished product ambayo inaenda kwa soko. So tuko na vijana wanafanya hii kazi ya kuload kwa gari. Hiyo ndio kazi yao wanafanya hapa. Inalodiwa na vijana kwa gari alafu inaenda kwa soko. Na hapa pia tuko na documents, tunakuwa na delivery book ya kuonyesha hii kahawa gani inaenda. So kuna mna trace, yani mna baki na information. Information ile kahawa imeenda. Kama ni grade A B ilienda gunia 18 zikaenda huko. Kama ni grade yoyote itakuwa mko na ile trace form. Trace form. Tunakuwa na delivery book ambayo inaonyesha ile kahawa gani imeenda na imekuwa proved na gari gani imebeba na driver gani imebeba hiyo kahawa. Yote hiyo information tuko nayo. So in case of anything uta trace kwa sababu mtajua driver fulani alibeba grade A B. Na grade A B haikufika zile gunia 50 tulituma. Yes. Hiyo tuko na record yote. Kwa sababu wakati kirabu watoke hapa lazima wa sign. Wameridhika na ile kitu wamebeba. Wana confirm. Hiyo ndio kitu wamebeba. Yes. Kwa hivyo kwa mtazamaji wetu vile ambavyo uko hapo nyumbani ninajua umeendelea kusikiza yale ambayo yanafanyika hapa. Hivyo inamaanisha kahawa yako haitapotea kwa sababu wanabaki na grades. Igoba no aso mwancho murigereria munangenda to kumanya ringa ekawa yao tiri kuchigosira ngotigara bari ne asibari gete bamanya grade gete gyachire Nairobi tari buri kabare ekodi yao gari igoba no tutuaro Oboremi ekawa ne chibesa. Hivyo tukiendelea kuingia hapa sasa, hapa ndio tunaita hapa ndio liquoring room. Pale ikawa inafanywa testing cupping ni hapa ndio inafanywa. So ikitoka pale inakuja hapa kufanywa testing. Inafanywa testing hapa. So hii ndio kazi inafanyika hapa. Unaona kahawa vile ziko, unakuta grades ziko zote. Kwa kila society tuko na grades ambazo zinatoka. So hizi grades lazima zifanywe analysis. So tuko na mtu anafanya hiyo. Wana roast kahawa kama hii imekuwa roasted. Kahawa kama ifanywa lazima iwe roasted na iwe grinded. Ndio tuangalie quality yake namna gani. Ikikuwa grinded inakuwa roasted. Ile sample kidogo. Tuko na sample roaster, hii ni ya lab. This is now the sample roaster. Ambayo ina roast hiyo kahawa kidogo. Unaweka hapa ndani ina roast. Ni kuroast ni kama uko samba unaichoma. Ni kuchoma. Ama kukaanga tuseme ile kama ile maji ya kitambo unaikaanga hivi. Sina kitunguu. Nakaanga tu ikauke. Nakaanga ni kama njugu. Alafu tuko na grinder. Hii ndio inatumika ya kugrind. Hiyo ya liquoring. Apart from ile value addition tunafanya huko. So hizi zile zimesiagwa ni kama hizi mnaona sasa. Hii imesiagwa. Sasa imekuwa kama majani. Imekuwa kama majani na ndio anaweka hii maji. Vile ameweka hii maji, sasa ndio atatest. Asikia ladha ya hiyo kahawa. Taste yake iko namna gani, acidity yake iko namna gani. Hiyo ni kazi inafanyika. Kwa kutest. Wewe ndiye ambaye una test. Sio huyo. Kuna tester ameenda akona shughuli kidogo alienda pale. Yule expert ya kutest. Tuko na likara. Si kila mtu ana test. Hapana, sio kila mtu. Kuna yule ana qualified kwa kutest hiyo kahawa kwa sababu wamesomea hiyo. So grade zote ata test atuambie hiyo ni grade iko sawa. Alafu ana record ile vile amepata. Ana record kama kuna tashwishi kidogo anaandika. Kama kahawa iko na ugonjwa fulani, kama imekuwa insect damage, wote hizo comments zote zitaandika. So hiyo report tunapeana kwa society, kwa mkulima yule ameleta kahawa yake hapa. Tunarudisha kwa society ndio waone quality ya kahawa yao ilikuwa namna gani. Kama wanaweza improve pale iko na shida lazima washughulikie. Kwa sababu hiyo report inatuonyesha. Sasa tungependa sasa kutoka hapa, hii ndio lab sasa, the last stage ya kutoka kwa processing. Alafu sasa tunaenda kwa stage ambayo inaitwa value addition stage. Pale tunatengeneza kahawa, tuna roast kahawa, tuna grind, tuna package ambayo watu wanaweza kupata kahawa ya kutumia nyumbani. Sasa tungependa utupeleke katika hiyo sehemu nyingine ile ambayo tutaenda kuona hiyo kahawa ambayo imekuwa roasted, imekuwa packed kwa faida ya mkulima ama mwenye ataenda kutumia pale nje. Tuko na mashine ile tuko naye ya roast ni 5 kg capacity. Hiyo ndio tunatumia hapa ambayo ni mashine kubwa ambayo tunatumia kwa roast kahawa yetu. Sasa hapa ambapo tumeingia ndio pale. So hapa ndio production area ambayo tuko na pale tuna roast kahawa. Hii ndio mashine ina roast kahawa. Hii ndio inaitwa roaster machine. So hii ni roast machine kama ile tumeona pale, lakini hii so that's now the commercial. Hii sasa ni commercial roaster machine ambayo capacity yake ni 5 kg. 5 kg unaweka kilo 5 hapa, alafu ina roast. Ikisa roast inakuwa hivi. Sasa hii ni roasted beans. Inakuwa kama njugu. Kama njugu tu. Na venga okarange chinchugu. Chinchugu
nilio kuchikaranga igo kuchikaranga egere chirie ubona yo kukaranga egere chiamanya gotiegwa ciabe ekawa yo gutumika mwao igari ngabona kwarorire ene kawa ya chirega iga ene twara me yani kure processing tangani ko igato ikire e processing iga kuna kwarora kure processing tangani igo twa mali barete kawa yabo yenda yasibi kuja suwa magena ya ego separate bire divisions iga ya ene yamo yabo ya karangiru bono ngo chiro go ciegwa elinderio toje tumeke ega gaki sima tu sengolie gwere unaweza kula tu ni kama njugu tu unakula tu kole ndiko tutigere ndoro ego manjo moleti ngwancho nyeria kereiga hivyo kutoka hapa nini nafanyika kutoka hapa tunapeleka kwa grinder machine hii ndio kwa machine sasa ina grinder hebu chali separate hiyo. So unaona kama hii sasa hii kawa ilikuja hapa kama iko in green beans form. So wakati imeroastiwa sasa inakuwa hivi. So hiyo ndio kazi yake. So ile imekuwa roasted sasa ni hapa hii ndio grinder machine. Labda ningependa kuuliza swali kabla tufike hapa. Hapa kwa kugrind, yani kwa kukaanga hivi tuseme ni kukaanga. Kuna ile kiwango ambayo mnaweka kwa sababu hii ni mashine ambayo inatumia stima. Kuna ile mnajua inafaa kuwa roasted kufikia kiwango fulani. Roast kuna karibu types 3 ya roast. Tuko na dark roast, tuko na medium roast, tuko na light roast. So wakati unataka roast yote unataka kama ni dark roast tuko na setting yake ya machine. Inakuonyesha setting una set ile type ya roast unataka. The time inataka nichukue. So hii ndio temperature gauge ina set na hiyo machine. So una set tu kulingana na ile roast unataka itoke. So unazikuja unamwaga hapa juu. Unamwaga hapa alafu inaingia kwa drum. Ikisa roast kama sasa hii iko ingine inaendelea ndani kama unaona. Ikisa kuwa itaonyesha kutokana na hapa. Imekuwa itakulati imekuwa. Alafu unatoa. Alafu unatolea hapa. So kama unataka dark this is now medium roast. Kama unataka dark roast una adjust the gauge temperature again. Kama unataka light roast una reduce kulingana ile roast customer anataka. Kulingana na vile ambavyo unataka. Kwa sababu tunaenda according to specifications ya customer. Wengine wanataka ile kawa imeroastiwa dark kabisa, wengine light, wengine hivyo. So nyinyi mnatengeneza zote hizo 3 ndio mkulima akisema mimi nataka ile light mnampea yake ya light. Sana ile common ni medium roast. Hiyo ndio watu wengi wanatumia. So dark roast ni customer kama akisema anataka dark roast ndio anatengenezewa. Au light roast hiyo ndio anatengenezewa. Sasa tumekuja hapa. So tunakuja hapa hii ni grinding machine. So hii ndio ina grind kulingana vile unataka. Tuko na ile pia una adjust tu kama una adjust hiyo. Kama unataka ile fine kabisa uta adjust hapa. Kama unataka ile iko katikati iko hapo. Kama unataka ile sio sana pia una adjust tu unatoa vile unataka. So pia hii sasa kutoka hapa mnafanya vipi? Kutoka hapa tunapeleka kwa packaging area. Packaging pia tunafanya kwa liquoring room huko. So tuko na machine hapo inafanya sealing na weighing, tuko na weighing scale huko vile mliona. So hiyo tunapima. Kama tunataka naweza 250 grams, kama tuko na 100 grams, 250 grams, hata 500 grams. So hizi ndio tunapack. Na hizi iko tayari sasa mtu kutumia nyumbani. Kama hizi. Gobona omwancho murireria abuna twendete gusanga omorobiri bwobore minobonda nigo twatarire kurwa aseseme tangane to ikirege asesemeiga ase kwanyako bagokora buna ekwawa egosiegwa yarosi gubaka yacha ko babuna majani ayo gutumika nyomba mwawe nande kawoni gebwateri musurigiye nande boigo nige goti di musuna rire gotioka buye na boigo nigo erengia mono abange ngote abare nga teri gutumika sabana abandi batebanga onya koro mukristo to bwana to tumeka nitemanya kurwa somo manyito gosenekene. Ningependa kuuliza, wengi wanasema kawa haifai kutumiwa na watoto, wamama ambao ni wajawazito, na vile vile haifai kutumika na Mkristo. Hebu tuambie kuna ubaya katika kahawa? Kahawa hakuna ubaya yoyote. Kahawa uzuri yake ndio mingi. Kwa sababu hii ni beverage kama hizi beverage zingine tu. Kama majani chai, kama koko nini. Kahawa pia ni kama hiyo tu. Hakuna kitu pale imesemekana mtoto atakana atumie kahawa. Hata mtoto anataka atumie kahawa sana kama watoto wanaenda shule. Kwa sababu kahawa ukikunywa unakuwa akili yako inakuwa kama ilikuwa inachoka uchovu inatoka. So unaweza fanya kitu yote unayotaka. Kwa hiyo kahawa inakuwa recommended watu wote watumie kahawa. Na kahawa si ati kahawa unatumia, kahawa unaweza tumia wakati wowote. Si hata asubuhi peke yake
au usiku peke yake, wakati wote ni coffee time. Alafu kahawa iko na benefit yake kulingana vile Coffee Directorate wana encourage watu wakunywe kahawa. Kwa sababu kahawa iko na benefits yake mingi. Tena tukikunywa kahawa ndio inatuma hata pesa inapatikana ya kahawa. Na Kenya tunakunywa kahawa kidogo na tuna encourage watu wa embrace coffee consumption. Kahawa kuna madhara yoyote kwa binadamu. Hiyo haina madhara. Haina madhara yoyote. Mtu anaweza akaitumia. So kahawa kama hii tuko na coffee soap pale kahawa inauzwa. Ndio mkulima yote hata customer yote anataka kununua kahawa ya Gusii Coffee Mill. Tuko na coffee soap yetu pale kwa gate ambayo mtu akienda hapo atapata kahawa ya nunue aende atumie nyumbani. Na tunauza kwa bei mzuri ya wakulima. 100 grams tunauza at 100 shillings. 250 shillings. Kwa hivyo ni a shilling per gram. Ambayo iko cheap. Compare na ile ziko kwa supermarkets. Kwenye hii kahawa inaweza ikapika chai ama ni inapika tu strong tea pekee? Unaweza tumia kama white coffee or black coffee. So inaweza kutumika both. Ni nini ambacho ungeweza kuhimiza mkulima pale nje, haswa mkulima ambaye hajaanza kilimo cha kahawa ama mkulima yule ambaye anaendelea na hii kilimo ya kahawa? Ile kitu ningependa niambie wakulima, kahawa ni mzuri na kahawa iko na pesa kushinda kitu yote kama majani chai nini. Kahawa, coffee is the second traded commodity in the world. Na inaleta pesa mzuri, kwa hiyo na encourage yule mtu hajapanda kahawa. Make sure umepanda kahawa, kuna miti zako hata kama ni 50 uwe na kahawa yako umepanda. Na siku nyingine kahawa sio ni long term investment, itakaa mpaka hata watapata hiyo kahawa na watatumia na itawasaidia kwa siku za ujao. Kumaanisha kahawa ni mzuri, na kahawa ina pesa. Ina pesa. Hata kushinda hizi zingine. Kwa hivyo mtu yeyote yule ambaye anataka kutumia kahawa anaweza kuja haipate hapa Gusii Coffee Union pale kwa gate utapata shop yao, sio? Yes, shop iko hapo. Jambo lako la mwisho kwenda kwa watazamaji wetu tunapomaliza hiki kipindi. Mimi ningependa niambie wakulima wetu, kwa sababu sisi tunahudumia wakulima na kahawa ni ukulima. Tulete kahawa ile tumepanda hapa Gusii Coffee Mill, ndio tufanye kazi hapa, vijana wetu wapate kazi na sisi pia tupate kahawa karibu ya kutumia. Hiyo ndio nitawasi hivyo, na tuko hapa kuhudumia wakulima. Hiyo ndio kazi yetu. Eleza wakulima wetu Coffee Farmers iko wapi ndio wajue vizuri, ndio wapate hapa. Gusii Coffee Farmers iko Kisii town karibu na daraja 2, na hiyo ni farmers organization ambayo tumekuwa nayo ilianza 1950s na bado mpaka leo inaendelea. Kwa hivyo ni iko hapa daraja 1 opposite Budka. Ukikuja hapo utatupata na tutakuhudumia vile inatakikana. Yes. Asante sana, tumefurahi vile ambavyo umetupeleka kwenye hizi process zote na tumehakikisha kwamba kahawa iko na pesa. Na vile vile kahawa ni mzuri sana kwa mkulima ama ina faida kwa mkulima yote hapa nje. Na tumefurahi sana kwa yale ambayo umeweza kutufunza kwa siku ya leo, na katika siku nyingine tukija pia tutafurahia ukitufunza. Karibu sana. Asante sana. Nimeshukuru sana. Karibuni sana. Nimewashukuru sana. Karibuni. Igoma no omwancho muri na raitwa bere to gusanga imegaiga ase Coffee Union asanya ko batokora ekawa bune ekoro ego chagaiga yanya ko batijia kwenda ebitambo kero byonsi elikuwa ne kianganko bere ngia ya rusi keregento yatugareria kwenda isiko na seria kwenda isiko teli kwenda yonsi nkutugareria bare omuremi ito gose ode bwensi olisiko gabo anya ko bagotumeka na kiyo kugera oroche ekopi yao gose ekawa yabo ekoro kunga Gusii Coffee finest emire tinigere ngia ke jumanere yigamba to ko bakwane nando nyogotaite kerengo kende gyonsi na boga kenyora kurwegeke paka goikereke nne korengana na biri babwate nani go batebiri nige ko enda next week singe kegima go bana nyogonye taite na boko yora ingaiga ase Coffee Farmers igo tubwate ase mitandao ya Facebook Ndizi TV News Digital ase sema ya YouTube Ndizi TV News na bana na batomera SMS wetara ase na mbiyera ase screen ya ugabu elinde rito yako betogo sanga ase obwamo ayo na mwele go ngorobere yega eta tende go sanga amona ekuru ase sema ya Coffee Union oika enga kendeli tukone chisabune chiarero bye bye.